Hello my people. I hope mko poa wote mnaoangalia video hii. Sasa leo nataka niwafundishe ni jinsi gani ya kuweza kumlegeza mwanamke kabla ya tendo. Jinsi gani unaweza kumfanyia mwanamke ili uweze kulienjoy tendo. Najua kila mtu ana njia zake, kila mtu ana mbinu zake. Kuna sehemu za mwili ambazo ukimgusa mwanamke kabla hata ya tendo unakuwa unaziamsha hisia zake. Kaa na mimi tuendelee. Kabla ya kuendelea mbali, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment video hii. I hope itakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Ila nachotaka mjifunze kwa siku ya leo ni jinsi au sehemu ambazo ukimshika mwanamke unaweza ukamshawishi kuingia kwenye tendo na kumlainisha. Wengine wanasemaga kumlegeza mwanamke, yeah, of course. So kuna sehemu nyingi tofauti za mwili wa mwanamke ambazo ni dhaifu sana, ambayo wewe mwanaume kabla ya tendo unatakiwa ujue kucheza nazo. Sehemu ya kwanza kabisa ni kwenye kifua chake. Kifua cha mwanamke ni sehemu moja ambayo mwanamke mwenyewe anailinda sana na anaogopa mwanaume asiguse, kwa sababu anajua ni sehemu ambayo ina hisia kali sana kwenye mwili wake. Kwa hiyo wewe mwanaume ukijua kucheza na kifua cha mwanamke vizuri kabla ya tendo na kuahidi kabisa utakuja kunishukuru baadaye, unaweza kumfikisha anapotaka kwenda kabla ya wewe kuanza kazi yako. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni kwenye shingo ya mwanamke. Shingo ya mwanamke humfanya mwili wake na hisia zake zipande kwa haraka sana, kwa sababu zinahusiana na homoni mbalimbali ambazo zinatumika kuinyanyua hisia ya mwanamke. Kwa hiyo utashangaa tu ukianza kupita kwenye sikio lake kwa kutumia ndimi yako, au kwenye shingo yake kwa kutumia ndimi yako, utaona anasisimka na nini. Ukiona umeweza kufanya hivyo na ukiona matokeo hayo, basi ujue hiyo ndiyo sehemu ya udhaifu ya mwanamke uliyenayo. Na sehemu ya tatu ni sikio. Tunasikia wasanii wanasema ulimi sikioni, wengine wanakuwa hawaelewi wanamaanisha nini. Pale sio kwamba wanaimba, ila wanaelewa na wanatufundisha kwamba mwanamke, yani sio kwa mwanamke tu, hata kwa mwanaume, sikio ni sehemu ambayo mtu akikugusa lazima usisimke. Yani akikuingizia hata kauzi tu kwenye sikio lako, kuna kitu unakuwa unakifeel ndani. Sehemu nyingine ya mwanamke ambayo inakuwa very sensitive ni kwenye kitovu chake. Sehemu ambayo pia ukimgusa mwanamke lazima kuna namna atasisimka tu, upenda usipende. So hizo ndizo sehemu ambazo nimekutajia. Kwa hiyo mwanaume ukitaka kumfikisha mwanamke wako anapotaka, tunajua mapenzi ni kuandaana, muandae kwa kutumia sehemu hizo. Ukimgusa, I promise you kuna namna tu mwanamke ataridhika. Sio lazima kuwa na nguvu nyingi sana kubadilisha namna ya kufanya tendo, lakini kuna hizo njia ambazo wewe mwenyewe ukizifanya, hautumii nguvu nyingi, lakini mtoto mwenyewe atalainika, mtoto ataingia box. Ishi na hizo zitakusaidia maman. Kwa hiyo mapenzi ni technique. Ukishakuwa na technique za mapenzi, wanawake wanapenda kuandaliwa. Mwanamke hataki kurupushani, hataki nini, anapenda kuandaliwa. Kwa hiyo utakapomuandaa mwanamke vizuri, lazima ataenjoy sana mapenzi, atalienjoy tendo. Lakini umetoka na mwanamke from nowhere, mshavuana nguo, mshamaliza, kila mtu ashaenda. That is not sex. Sex needs preparation. Sex needs care. Sex needs slow. Nenda taratibu, mtafika. Na kwenda haraka sana kwenye mapenzi haimaanishi kuridhika. Kinachomaanisha kuridhika ni utaratibu na kugusa sehemu stahiki. Ishi na hiyo mwanetu. Utanishukuru baadaye.